Anaweza kuondoka kuelekea zake kule Italia, kuelekea zake Tokyo, Japan. Akili yangu iko kwenye Italia tu kwenye finali. Na Rais Uhuru Kenyatta jana aliwapatia bendera, akawatakia baraka zake katika mashindano hayo. Je, kiongozi huyu anayewakilisha Wizara ya Michezo anazungumziaje hali ilivyo katika michezo hapa nchini Kenya? Je, tunasonga mbele ama wachezaji bado wanateseka, viwanja na masuala mengine? Tumsikilize. Mahojiano alifanya na Ali Hassan Kauleni mapema hii leo katika kipindi kile cha Tiki Taka. Hapo unapokaa na kule wa Kenya ukizungumza nao, haswa tunapozungumzia viwanja, wanakuambia nini? Na wewe unasemaje haswa kwenye swala la viwanja? Nasema makusudi kwa sababu unakuta kwa mfano tuseme kama Mombasa, ule uwanja wa Manispaa ujenzi bado unaendelea. Meru pia nimeona ujenzi unaendelea. Kaunti mbalimbali zimejitokeza kuisaidia serikali katika ujenzi wa viwanja. Kasarani tunaona mambo yaliyofanyika. Timu zetu za Olimpiki maandalizi ni pale. Nyayo kama juzi derby. Yes. Derby lilichezwa pale baada ya kelele nyingi kupigwa. Gor Mahia na FC Leopards. Yes. Unazungumziaje viwanja? Hebu niseme hivi. Asante sana ndugu yangu Ali Hassan kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Na ni muhimu tuliongelee. Kitu cha kwanza ningetaka Wakenya wote waelewe ni kwamba wizara hii ya michezo na utamaduni na turathi sasa sitasahau tena. Imefanywa ugatuzi. Tumegatua sana mambo ya Ministry ya Sports, wizara hii. Na nitakueleza vipi. Viwanja ambazo sisi tunaweza kuangalia na kutengeneza ni zile zinaitwa National Stadia. Ama ni viwanja vya kitaifa. Kuna viwanja ambavyo na ndizo nyingi sana Kenya nzima, ndizo nyingi, ni nyingi, kila kitongoji kinacho. Ni viwanja ambazo governments of counties ama gatuzi, serikali za gatuzi zimepewa. Mimi hata nipendeji pale nimetoka kwetu Murang'a pale Kigumo. Hata nipendeji uwanja ulio hapo nje ambao ni wa manispaa pia, municipality. Siwezi nikauguza. Siwezi hata nikapanda nyasi. Mumezuiwa. Katiba imegatua uwanja huo katika serikali ya county. Na kazi ya county ni kutengeneza miundo misingi ya michezo. Hata nipendeji siwezi nikafanya lolote. Kwa hivyo kama hiyo umetaja uwanja huo uliotaja wa Nyayo Stadium na Kasarani, umeutaja Kinoru in Meru, umetaja Mombasa, nitasema hivi. Sisi tulipochukua serikali katika mwaka wa 2013 tuliweka ahidi kwa Wakenya ya kwamba tutajenga uwanja hizi zote. Na niseme hivi, mambo mengi yalifanyika kutoka mwaka wa 2017 ukaja hadi 2017 kuanzia 2018 rais akaamka akabadilisha uongozi wa wizara hii. Nianze pale. Akabadilisha namna ya kuhakikisha mauwanja hizi zimejengwa, kwa sababu wale waliokuwa mbele yetu, yale mambo yaliyokuwa yanafanyika katika uangalizi wa viwanja hii ilikuwa ni duni. Niseme ulikuwa ni duni. 2017, 2018 new management, rais akauchukulia yeye binafsi na akatoa sheria mpya ya vile tutafanya ndio viwanja hivi vijengwe. Kwa hivyo nikwambia hivi, Nyayo Stadium imekamilika na mnaiona kimataifa, hata imepewa certificate ya FIFA. Lakini naambiwa haitumiki katika shughuli za michezo. Ni kwa sababu ya COVID. Nitaeleza ni kwa nini hazitumiki saa hizi. Na sio hiyo, hata uwanja ule wa Kasarani havitumiki saa hizi. Na ukienda Kasarani kimataifa, FIFA certified. All federations pale national level yamepitiza viwanja vyetu. Sasa nikitoka hapo mtaniuliza nini ingine mafanya? Nikueleze, Jamhuri nataka uende pale weekend. Showground uende leo. Tukitoka hapa uende. Vile utaona tufanye na wewe tikitaka next week uniambie. Kinoru Stadium imekamilika. Tunagoja Rais Kenyatta aje afungue kifuli. Tumemaliza. Ukiingia ndani uone hautaamini ndugu yangu. Uwanja ulio hapa Kiambu unaitwa Kirigiti. Uko katika kipindi cha lala salama kukamilika, unakamilika. Na unajua kwa sababu tumeongea mengi, sitaki kuongea sana. Nataka niseme hivi, manake najua hata hapa tutafuatilia. Watu wameongea, especially wale wamekuwa hapa. Na huu unazungumziaje labda City Stadium, tukiwa Naivasha Safari Rally. Hayo mambo gavana wa Nairobi anayesimamia waziri wa wizara hii waliketi wakiwa wawili na Rais Kenyatta. Na wakasema uwanja huo na ni mbili, nafikiri ni huo na mwingine huko Makadara, kuna viwanja mbili, sikumbuki huo mwingine ni gani, zikamilike kabla ya mwisho wa mwaka.
na hiyo ilitolewa kama rasmi, sheria rasmi na rais wa Kenya. Kwa hivyo haya mambo yote mtakayaona rais akianza kufungua hata kama kulikuwa na shida mwanzo, sasa sisi tumejikakamua na tumeamua hamna kuongea tena. Sasa vitendo. Wakenya wajionee wao. Maana wakiona hawatakuwa na hasira. Maandalizi yamekuaje na una ujumbe gani kwa wanariadha wetu, na wajua upo tusitarajie tena kama unakumbuka mambo ya Rio. Unakumbuka hiyo kwanza hata usitaje maana it was a national shame. Ni aibu ilikuwa kubwa. Aibu iliyoleta hasira katika serikali ya Kenya, ikaleta hasira katika wananchi, mambo ambayo yalikuwa mambo dhaifu sana. Na unajua vile rais alifanya, wale watu walipumzishwa kazi, wengine wakatolewa hapa. Nikueleza hivi, nina furaha isiyo na kifani leo hii nikitangaza jana 113 athletes ndio wanaenda kuwakilisha Kenya katika Olimpiki. Nirudie tena, 113 athletes will represent the country in Olympics in Tokyo. Wengine walishatoka last week, wengine walikuwa wanatoka jana usiku, wengine wanatoka leo usiku, wengine wanatoka kesho. Sisi ambao tunaenda kuongoza delegation, na sio wengi, hatuendi wengi, serikali ni wachache. Tunatoka hilo linajitokeza. Unakuta wasindikizaji ni wengi kuliko wanariadha. Sasa wacha nikueleze, wale wanaotoka, nimekwambia wachezaji ni 113. Nafikiri viongozi wa kiserikali wanaotoka hawajafika 20. Nataka nikuhakikishia hivyo. Nafikiri ni 13 ama 11 wale wanaoondoka kwenda kusimamia. So wachezaji ndio wamepewa nafasi na makocha wao na wasimamizi wao waende watuletee medali, waende waweke bendera ya Kenya juu, na washida wao wenyewe Kenya irudishe hadhi ilivyo. Kwa hivyo Olympics hakuna aibu raundi hii. Kwa sababu gani? Wamelipiwa nauli ya ndege, wamelipiwa hoteli za kuishi, wamelipiwa chakula za na furaha yetu ni kuhudhuria kwako.